kumwambia kwamba hajaridhishwa na mkataba ule, na vile vile kumwambia kwamba ikiwa basi yale yatatokea yeye hayupo ndani. Manake alimwambia kwamba kabla aingie kwenye ule muungano alikuwa ameshaelewana kwamba kukuwe na one man one shilling. Kwa hivyo eneo la Mount Kenya kwamba lina watu wengi zaidi, basi lilikuwa li benefit zaidi kutokana na ile serikali ambayo walikuwa waunde pamoja na William Ruto, ikiwa watakuwa viongozi ama watachukua serikali hii mwaka huu after the August elections. Lakini kivyangu naona kwamba these people are not genuine kwa yale matakwa yao, kwa sababu pale mwanzo ndio wangekaa kama ni kuleta kwenye media, walete watu wazungumzie, wajue ni what is the step forward, kwa sababu sasa hivi ni kama both coalitions are playing each other. Moja anaangalia crack on the other side, anavuruga, anawapea another notion ya kufikiria. Hawa wengine unajua jana Junet Mohamed alizungumza mambo mengi sana, tutakujuza baadaye aliyoyazungumza, lakini kule kuvurugana ili kwamba you paint the other person awe anakaa mchafu ili wewe uone ni kama unakuwa sanitized. Kwa hivyo ni swala ambalo sielewi. Nikiangalia kwamba Moses Kuria amekuwa miongoni mwa watu ambao wamekuwa wakicriticize ama wakishtumu Raila Odinga kwa sababu ya ile handshake, kwa sababu ya kuungana na Rais Uhuru Kenyatta katika ule utendakazi, na baadaye tukaona kwamba amerejea Kenya Kwanza, akawa anamshurutisha Kalonzo arudi Kenya Kwanza. Kwa hivyo sijui kwa nini anaanza kuteta sahihi, and they have had time all the time tangu mkataba utiwe sahihi. Sasa hivi ndio anakuja kugundua kwamba hawana kitu pale Mlima Kenya. I thought lazima uwe satisfied pale Kenya Kwanza ndio utie sahihi. Zungumza Mwanza. Kwa kusema ukweli, ile ripoti ambayo tunaendelea kuiona vile muungano wa Kenya Kwanza unaenda kutengeneza serikali ijayo baada ya uchaguzi ujao, sio kamili. Maana ile report, it was disclosed by media. That means Kenya Kwanza coalition has not officially released the report on how they are going to form the next government. Sasa lazima tuwe na subira tukaweze kuona ile report ambayo itatolewa na muungano wa Kenya Kwanza. Nizungumzie mjamaa anaitwa William Kabogo ambaye aliyekuwa gavana wa kwanza katika kaunti ile ya Kiambu. Yeye alisema ya kwamba yeye binafsi hakuwa anataka chochote kutoka kwa serikali ambayo itaundwa na muungano wa Kenya Kwanza. Kile ambacho anakiomba ni one shilling, one man, one shilling. Lakini kila mtu akona mahitaji yake. Yeye ametishia kuondoka katika muungano ule wa Kenya Kwanza iwapo lile ambalo alipendekeza halitafuatiliwa. Lakini wacha tuwe na subira tukaweze kuona. Jambo ambao umezungumza hapo Azado kwamba ni media iliweza kuleak ile information. One thing niko very sure, there is no any other deal, there is no any other form. Pengine wafanyie marekebisho ile agreement form, manake ishatoka ndio ile waliweza kusubmit. Lakini pengine tungeuliza kwamba mbona ya muungano mwingine, muungano wa Azimio haijatoka bado? Mbona haijakuwa dignified that much? Mbona haijazungumziwa? Mbona hatujajua the contents of the deal? Manake tumeangazia hii deal ya Kenya Kwanza zaidi kwa mapana na marefu. Pengine tuangalie ile video William Kabogo akizungumza hapo jana. Kabla nitume ujumbe kwa sababu nimeona ile maandishi imepelekwa kwa political party. Kabla jeka ile video, kuna mmoja anasema ukiona cha mwenzako kimenyolewa wewe pia kitie maji. Nadhani wamesoma kutoka kwa yale ambayo yamefanyika pale Azimio la Umoja wa Kenya, wale akina Alfred Mutua kutoka wakisema kwamba hawaja kuwa included katika yale mambo ambayo wanafaa kupata ama wanafaa kufanya. I think it was like a wake up call kwao. I don't know kama walikuwa wamekuwa satisfied vile nilisema pale mwanzo, ama ni wake up call walipata, waangalie jamani ile tulisaini ndio ile iko pale ama kuna nyingine. Naam. Nataka nitume ujumbe kwa sababu nimeona ile maandishi imepelekwa kwa political parties na UDA na ANC na Wetangula. Mimi sikwenda kwa William Ruto kutafuta kiti. Nilimwambia William Ruto katika mkutano wetu wa Dubai, mimi na yeye nikamwambia usiniulize mimi nataka nini, sitaki chochote. Kile mimi nataka ni ugawaji wa rasilimali igawiwe kulingana na wingi wa watu, na akakubali.
Hiyo kitu sikuiona kwa hiyo maandishi leo. Na nimempigia William Ruto nikamwambia, ndugu, nataka ufafanue hii maneno nimeona. Nimeona mmegawa viti mdabati sijui na nani 30%. Mimi sitaki hata 1%. Lakini nataka wakaaji wa mlima, sio wa Kikuyu, wakaaji wa mlima Kenya waweze kusaidika na hiyo serikali yake. Kama haiwezekani, kama haitafanyika, sisi tutaondoka. Hata tukiondoka tukiwa wa 10, mtakuja kujua ni nini nilikuwa nimeona. Tunaelewana lakini? Naam, tushasikia hayo. Huyo ni William Kabogo akizungumza akisema kwamba yeye huenda atatoka, manake yeye aliingia muungano ule wa Kenya Kwanza na akasema kwamba hahitaji lolote, hahitaji hata 1%. Yeye kitu ambacho alikuwa anahitaji zaidi ni Mount Kenya region ku benefit zaidi kutokana na ile serikali ya William Samoei Ruto, ikiwa